Sasa leo ni Jumapili ya Matawi. Nina mambo kadhaa ambayo ningependa kuyazungumza kama mafundisho kwa wewe ambaye unaweza ukayasikia. The story goes, yani story yake iko hivi. Yesu leo ni siku ambayo alikuwa anaelekea Yerusalemu. Kwa alipofika pale kwenye malango ya Yerusalemu, kabla hajaingia, akawaambia wakamletee mwanapunda. Kuna mtu alikuwa ana punda wake huko, huyo punda ana mtoto amemfunga. Yesu akawaambia wakamchukue wamlete. Anamtaka mwanapunda. Wakamleta huyo mwanapunda, wanafunzi wake wakamtandikia sijui nini. Yesu akapanda mwanapunda, akaingia Yerusalemu. Wakati anaingia Yerusalemu, wale waliokuwa wanampokea walikuwa wanamshangilia sana. Yaani ndio hiyo mambo ya matawi yalikotokea. Walikuwa na matawi ya mitende, wanamfurahia, wanamshangilia, anaingia Mesia, mambo kama yote kwa sababu ya matendo yake aliyokuwa ameyafanya. Lakini kumbuka, hii ilikuwa ni safari ya Yesu kuenda kusulubiwa. Ilikuwa ndo anaingia Yerusalemu for the last time, ili baada ya hapo aende kufanya nini? Kusulubiwa, kufa. Yaani Yesu alikuwa anaenda kufa. Na alikuwa anajua ninaingia Jumapili hii, lakini Ijumaa mimi nitakufa. Jumapili ijayo mimi ndo nitakapokuwa tena hai, lakini leo ninaenda kufa. Lakini walikuwa wanamshangilia sana. Sasa ninacho na labda pia unatakiwa ukumbuke wale waliokuwa wanamshangilia wakati anaingia ndo hao waliokuwa wanasema asulubiwe wakati ya kusulubishwa. Yaani ni hao. Sasa tuna mafundisho kadhaa kuhusu hili somo la mitende ya leo. Fundisho la kwanza tunalipata kutoka kwa punda, yule mtoto wa punda. Fundisho la pili tunalipata kwa wale watu wenyewe, lakini fundisho la tatu tunalipata kwa Yesu. Kutoka kwa punda tunajifunza nini? Kumbuka huyu punda alikuwa ni mpya, yaani yeye hajui kupandwa, hajui chochote. Ndio mara ya kwanza Yesu ndo alikuwa mtu wa kwanza kumpanda. Kwa huyu punda alivyopandwa, watu wakawa wanatandika vitenge vyao na nini, anapita wanamshangilia. Kutokana na uelewa wake mdogo, hajui, hajawahi kupandwa, hajui ukipanda punda inakuwaje, anaweza akawa alidhani ukimbeba mtu unashangiliwa. Yaani kumbeba mtu ni ushindi. Unaelewa? Sijui kama punda alikuwa anafikiria nini kwenye kichwa chake. Lakini tunajifunza nini kwa punda? Kilichokuwa kinashangiliwa sio yeye. Kilichokuwa kinashangiliwa ni kile alichokibeba. Unanielewa? Kwa hiyo tunajifunza kwamba wakati mwingine ukiona watu wanakufurahia sana, wanakusifu sana, wanakuinua sana, labda ni kwa sababu ya nafasi ulionayo. Labda ni kwa sababu ya pesa ulionayo. Ni kwa sababu ya kile ulichokibeba. Labda ni kwa sababu wanaona mahali ulipo wewe una uwezo wa kuwasaidia. Unanielewa? Yaani wamethaminisha ulichokibeba, ndio maana wanakushangilia. Kitakapoondoka hicho ulichokibeba, watakutupa hivyo, watakusahau. Hatujasikia tena habari ya punda baada ya Yesu kushuka na kuendelea na safari zake. Hatujui hata yule mwanapunda nani alimpanda tena, hatujui. Alikufa, alichinjwa, hatujui. Wakati mwingine hicho ulichokibeba ndio kinachokupa heshima. Usije ukadhania ni wewe. Unanielewa? Ishi na kila mtu kwa unyenyekevu. Kwa sababu saa nyingine hicho ulichokibeba, kiwe ni cheo, iwe ni nafasi, kiwe ni chochote kile. Unanielewa? Iwe ni zawadi, iwe ni mali, chochote kile ambacho Mungu amekupa dhamana ya kukibeba. Kama kinakuheshimisha, usije ukafikiria basi wewe ndio kila kitu, wewe ndio utakuwa hivyo milele. Kitakapoondoka kile, kilichobakia juu yako ndio utakachokuwa umebaki nacho. Unielewa mpendo wangu? Hiyo ndio somo la kwanza tunajifunza kutoka kwa punda. Somo la pili tunajifunza kutoka kwa wale watu walikuwa wakimshangilia Yesu. Wale watu walipokuwa wakimshangilia Yesu, sijui kama walikuwa wanajua wanachoshangilia ni nini. Sijui kama walikuwa wanajua. Kwa sababu wao walimuona, labda walikuwa wanashangilia vitu alivyovitenda, labda wengine walikuwa wanafuatisha tu wengine wanachofanya. Unaelewa? And then baadaye ni hao wakamgeuka wakaanza kumsaliti, kusema asulubishwe na kumsulubisha. Iko hivi, watu waliokuzunguka sio kila mara wanajua wanachokifanya kwa ajili yako. Wale wanaokuzunguka, wanaokusifia, wale wanaokuzunguka, wanaokuonyesha wanakupenda, sio kila mara wanajua wanachokifanya. Unanielewa mpendo wangu?
kuna wakati mwingine hata wao hawajui, hata wanakushangilia hawajui ni kwa nini wanakushangilia, hata usije ukajidhania kwa sababu watu wamekupimp sana basi wanajua, yani wana uhakika na hicho kitu wanachosema. Hapana. Watu waga wanafanya tu, sometimes for a reason, sometimes for no reason. Halafu watu ni wepesi sana kusahau. Wapendwa wangu, watu ni wepesi sana kusahau. Waswahili wanasema tenda wema nenda zako, usisubirie kushukuriwa au kusifiwa. Watu ni wepesi mno, leo watakushukuru, watakusifu, kesho wanakutupa huko. Somo la 3 tunalojifunza ni la Yesu mwenyewe. Iko hivi, Yesu alipokuwa kampanda yule mwanapunda anaelekea Yerusalemu, yeye alikuwa anajua kinachofuatia. Kwa yani zile sherehe na shamra hazikumsway, hazikumtoa kwenye reli. Kiswahili ndio tunasema hivyo, hazikumtoa kwenye reli. Unaelewa? Yeye aliendelea tu anamshangilia, anajua hapa ngoja tu aendelee kushangilia, hii moment itapita, kesho nitaenda nitawafukuza huko hekaluni wanapouza vitu vyao, siku fulani wataniua. Alikuwa anajua. Kwa hakutetereka, yani hakuna kilichomshangaza. Kushangiliwa hakukumsumbua, kutupwa of course kulimuumiza, lakini alikuwa anajua. Sasa kwako wewe mpendwa wangu ambaye uko na safari yako binafsi unayoendea, ni muhimu sana ukajua wewe, yani ujue wewe unaenda, malengo yako wewe ni nini, safari yako wewe inalenga wapi. Usiumbishwe na wanachokifanya watu waliokuzunguka kiasi ambacho ukapoteza malengo yako. Kwa sababu angalia, Yesu alimsherehekea wakati anaingia, lakini kesho yake tu akaenda akawafurumua watu hekaluni. Umenielewa? Hakuendelea kutenda muujiza wowote, alienda kuwafurumua watu hekaluni waliokuwa wanauza vitu. Wengine ukishasifiwa unaacha kutenda lililo haki, unaanza kutafuta kuwafurahisha watu. Tunajifunza kwa Yesu kuwa swayed, kuyumbishwa na reaction za wanaotuzunguka. Unanielewa? Yatatokea atakayotokea yote, wenye kukushangilia watakushangilia, wenye kukutupa watakutupa, wenye kukasirika watakasirika. Wewe angalia njia yako, focus kwenye njia yako. Hayo ndio niliyokuwa nayo leo mafundisho yangu. Nakupenda sana mpendwa wangu. Leo ni Jumapili, unapoendelea kusherehekea, kama unasherehekea au vyovyote, kumbuka mafundisho hayo 3. Kama punda, usije ukafikiria wanayesherehekewa ni wewe, mara nyingine wanachosherehekea ni ulichokibeba. Kama Yesu, unatakiwa ujue focus yako ni nini unachokiendea. Unanielewa? Lakini wale watu kama watu, si kila anayekushangilia anajua anachoshangilia, na si kila anayekusaliti anajua anachokifanya. Watu wanafanyaga tu, watu wana tabia kupata mikumbo. Penda sana na Mungu akubariki.